Ndoto ni nini? Kila ndoto tuziotazo huwa zina maana yake, na pia ndoto huwa ziko katika makundi matatu. Kuna ndoto za Iblisi, ndoto za Mwenyezi Mungu na ndoto za mawazo. Pia ndoto zipo za unabii ambazo walikuwa wakiota manabii na mitume enzi hizo. Kama mmoja wenu akiota ndoto chafu na mbaya, basi asitangaze, maana ndoto hizo zimetoka kwa Shetani. Na pia ndoto zinazopatikana katika Bible au Qur'ani, dalili kutoka katika Qur'ani 49, ya ayuhalladhina amanu ijtanibu kathira min adh-dhanni inna ba'dha adh-dhanni ismu wala tajassasu wala yughtabu yudhakum ba'dha ayuhibbu ahadakum an yakula lahma akhihi maita fakartumu wattaqullah inna Allah tawwabur rahim. Tafsiri yake, enyi mlioamini, jiepusheni na dhanna nyingi, kwani baadhi ya dhanna ni dhambi, wala msipelekezane wala msisengenyane nyinyi kwa nyinyi. Je, yupo katika kati yenu nyinyi anayependa kula nyama ya ndugu yake aliyekufa? Mnalichukia hilo, na mcheni Mwenyezi Mungu, haka Mwenyezi Mungu ni mwenye kupokea toba, mwenye kurehemu. Mfano wa kwanza, leo tutazungumzia mifano michache ya ndoto. Hii itakuwa ni sehemu ya kwanza. Ikiwa huja subscribe na kulike katika channel hii, basi anza kusubscribe ili nikileta mwendelezo wake wa kwanza kuipata. Mfano wa kwanza, umeota umetumbukizwa kwenye kisima. Tafsiri yake ni Suratul Yusuf. Yaani ndugu zake wanataka kutendea uadui, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu hawatafanikiwa wanavyotaka, na utakuja kuwa na uwezo wa mali na mamlaka kuliko wao. Hiyo ndio tafsiri. Na mara nyingi tafsiri ukiota mara kwa mara, hadi zaidi ya mara 2 au 3, sio mota mara moja ikawa ndoto umeifuata hivyo hivyo. Ndoto zinatofautiana na zina maana yake. Wengine wanaota direct, wanachukulia vile vile direct, wanaota hivi wanachukulia vile vile. Hapana, ndoto zipo kinyume, uhalisia zinatofautiana, zinategemea na muotaji mwenyewe, kwa sababu kila mmoja alivyopewa karma katika maswala ya uotaji. Mfano wa pili, umeota ndege amekudondoshia jiwe kichwani. Tafsiri yake Suratul Fil, unaonywa kuwa unafanya aliyovuka mipaka, hivyo utaangamia. Mfano wa tatu, umeota ndege anakuambia kitu. Tafsiri yake ni Suratul Namli, habari anayokuambia ni ya kweli, hivyo unatakiwa uifanyie kazi haraka. Yaani ukiota ndege anakuambia jambo, bwana mkeo anakusaliti, bwana biashara yako sasa hivi inakufa, kuna uadui bwana, kuna 1 2 3, bwana wewe utakuwa tajiri. Ikakototo hii ukaiota mara kwa mara, basi ujue wewe hilo jambo ulioambiwa ni sahihi. Mfano wa 4, umeota unakurupuka na ukaambiwa kiyama. Watu wengi wanakwenda wasipopajua. Tafsiri yake ni kuwa unapewa onyo, kuna jambo linalochukiza Mungu unalifanya, acha mara moja. Kumbuka pale Allah aliposema kuwaambia waovu hakuna wanachokisubiri ila ni kiyama ambacho kitawakuta ghafla. Mfano wa 5, ukiota katika ndoto kitu chochote chenye ncha kali kama kisu, mkasi, panga, shoka, msumari, sindano na jamii ya vitu hivyo, ndoto hiyo inaashiria wewe uliota kupata habari mbaya za kifo au kufungwa au ugonjwa, kufukuzwa kazi, kuibiwa, kutepeliwa, moto. Lakini mara nyingi ndoto hizi zirejee mara 2 au mara 3 kwa siku 2 3, yani siwe umeota mara moja ukaitafsiri kwa hapo. Ni vyema unapoota ndoto vizuri kumtafuta anayejua elimu hii ya kutafsiri ili akutafsirie ipasavyo. Ukiota katika ndoto, sehemu ya 6, ukiota katika ndoto kitu chochote chenye kung'ara au cheupe, iwe nyumba, gari, nguo, hiyo kwa muotaji ni dalili ya kupata bahati nzuri au mambo mazuri, kupata pesa, kupata mchumba, safari yenye faida, kupata cheo, kupona kwa mgonjwa, kuzaliwa mtoto.
Sehemu ya 7, ukiota katika ndoto kitu chochote kichafu au kisichopendeza, hiyo kwa muotaji ni dalili ya kupata upinzani na bahati mbaya, kama kupigwa katika mambo yako, kufanyiwa fitina kazini au katika biashara, kutorokwa na mke au mpenzi, kupoteza mali, kuibiwa, kupigwa, kukamatwa na polisi, kupata ajali. Ukiota sehemu ya 8, ukiota katika ndoto unapanda juu kwa njia yoyote ile, kama vile kupaa, kupanda ngazi, kupanda kwa kamba, hiyo kwa muotaji dalili ya kupata mafanikio ya kimaisha. Kadri unavyozidi kupanda ndiyo mafanikio yako yanakuwa zaidi, lakini uote mara kwa mara. Unaota leo umepaa, umeenda huku, lakini iwe kuota kwako kuna faraja ya furaha, unahisi furaha, unapanda juu, basi hiyo ni mafanikio. Na ukiona unapanda sehemu ya juu lakini kwa tabu, basi wapo ndoto na kueleza viko vitu vinavyokukandamiza urudi nyuma, ima fitina, ima maneno, ima mafanyo, lakini Mwenyezi Mungu anakuonyesha utafanikiwa, ongeza jitihada. Hiyo ndo tafsiri yake. Mtazamo sehemu ya 9, ukiota katika ndoto unashuka au unaanguka kwa njia yoyote ile, hiyo kwa muotaji ni dalili ya kukwama na kupata pingamizi katika mambo yako. Kadri unavyozidi kwenda chini, ndiyo kiwango chako cha kuharibikiwa kwa mambo yako. Yaani ndoto kama hizi zinakuwa zina tahadhari. Unaweza ukaota leo ukakaa siku 3 au 4 ukaota tena ndoto kama hii, unaanguka ima kwenye kisima au unaanguka kwenye nyumba au kwenye gorofa au kwenye miti. Ukiota mara kwa mara ndoto hizi za hatari, hata basi mara nyingi inakuonyesha ndoto mambo yako yatapungua, yani dalili kwamba kupata pingamizi katika mambo yako. Kadri unavyozidi kwenda chini, ndio kiwango cha kuharibikiwa kwenye mambo yako au kwenye maisha yako. Ndoto mtazamo sehemu ya 10. Tumalizie hapo kwenye sehemu ya 10. Ndoto za kuota una starehe zina maana tofauti, ziko za bahati mbaya na zipo za bahati nzuri. Ukiota unafurahia labda ngoma au harusi au tafrija au unacheza mziki uliokufurahisha, hiyo kwa muotaji itakuwa dalili ya mafanikio. Lakini kama ukiota uko katika sehemu hizo hufurahi yale yanayopendelea hapo au yanotokea hapo, hiyo ni dalili ya kupata bahati mbaya, yani upo kwenye sehemu za zinaa. Lakini maana yake ni tofauti. Ukiwa unafurahia labda ngoma au harusi au tafrija au unacheza mziki uliokufurahisha, hiyo kwa muotaji itakuwa dalili ya mafanikio. Lakini kama ukiota katika sehemu hizo hufurahi yale yanayoendelea pale, ni dalili ya kupata bahati mbaya. Na ndugu yangu, ikiwa unaota ndoto kama hizi mara kwa mara na tafsiri zake huzifahamu, tutafute kwenye namba zetu za simu hizi hapo mbele. Lakini vile vile ikiwa wewe ni mgeni mpya, subscribe na kulike na kushare ili uwe mwanafamilia. Vile vile tahadhari, unapopiga simu ili utafsiriwe ndoto yako, unatakiwa uchangie kile kima utakachoelezwa. Asante.